Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu, mtazamaji wangu, na kusalimu tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Namshukuru Mungu kwa kutupa tena neema ya kuendelea kufundishana neno lake takatifu. Ninalo somo ambalo tumekuwa tukijifunza tangu tumeanza. Sasa tunamshukuru Mungu, tunaendelea na leo tuko katika sehemu ya 7. Tuko katika sehemu ya 7, miongoni mwa zile sehemu niliyokuahidi kwamba nitakufundisha juu ya somo zuri sana na la muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, linalosema siri za mafanikio. Somo letu ambalo tumekuwa tukijifunza linasema siri za mafanikio ama vyanzo vya mafanikio. Na nikakwambia kwamba nisikilize, na kama ni mtu ambaye umekuwa ukinifuatilia, watu wengi wamekuwa wakipiga simu wakishukuru kwa somo hili. Kwa kweli limefanyika baraka kwa wengi, na hayo ndiyo maombi yangu kwa Mungu, kwamba kwa wewe unaendelea kunisikiliza na kunifuatilia, somo hili liendelee kuwa baraka na kufungua milango ya mafanikio katika maisha yako, liendelee kuonekana na Mungu aendelee kukubariki. Na kabla sijaendelea mbali, naomba nimshukuru Mungu ili tuweze kuendelea kuangalia sehemu ya 7 katikati ya somo letu la siri za mafanikio. Niombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme, Mungu wa uzima, asante tena kwa nguvu zako ambazo umekuwa ukitutia kila muda tunaposimama kwa ajili ya kusema na kujifunza habari zako. Yuko Roho Mtakatifu ambaye amekuwa akitutangulia, amekuwa mwalimu aliye mwema, mwenye uweza na nguvu, ambaye amekuwa akijifunua Mungu na kuweka kitu chako katikati ya fahamu za watoto wako unaowapenda na kuwazia mema, unaowapenda na kuwazia kufanikiwa, na kusudi lako Mungu liendelee kuonekana kwao. Ndio maana tena Baba umetupa nafasi katika hapa Mungu tukazinene habari zako za utukufu, tukiwa ni sehemu yetu ya 7 ya somo letu la siri za mafanikio. Baba, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu na mkabidhi mikononi mwako. Wacha neema yako tena ikamfunike. Yule adui shetani ibilisi hana mamlaka juu yake, hana nafasi juu yake, bali utukufu wa jina lako Mungu ukaonekane Baba, ukamtangulia Mungu mwema, kile ninachokinena kwake Baba kikazae matunda, kikatengeneze njia ya mafanikio kwa ajili yake. Baba, ninakutukuza maana wewe ni Mungu mwaminifu. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Bwana asifiwe, mtu wa Mungu. Basi ninaomba tuendelee katika sehemu yetu ya 7, ambapo tunaangalia siri ya 7 ya mafanikio ama chanzo cha 7 cha mafanikio. Niliyapata neema tena kusimama pamoja na wewe ni mimi mchungaji Boniface Steven, chunga kanisa la The Evangelist Assemblies of God, kanisa la EAGT hapa Bujola Kisesa. Mungu tena ametupa neema tupate kuendelea katika sehemu ya 7, tunapoendelea kufundishana kufunua siri za mambo ambayo yamebeba nguvu ya kumfanikisha mtu, yamebeba nguvu za kuleta mafanikio kwa mtu, yamebeba nguvu ama yamebeba malango ya kupitisha baraka kwa ajili ya maisha ya mtu. Maana napozungumzia siri za mafanikio hapa, nazungumzia yale malango yanayoweza kupitisha baraka kutoka katika ulimwengu wa roho, maana yake katika ulimwengu wa Mungu, kuja katika ulimwengu wako wewe unanitazama na kunisikiliza, kuja kuzitimiza, kufanya wewe yale vitu ambavyo vinaweza kukusaidia wewe kutimiza malengo yako, vinaweza kukusaidia wewe kutimiza ndoto zako, vinaweza kukusaidia wewe kufikia hatima ya kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Nilikwambia kwamba kusudi la Mungu kwenye maisha yetu ni kuona tunaishi maisha mazuri, ni kuona tunaishi maisha yenye mafanikio, ni kuona tunaishi maisha yenye uzima, ni kuona tunaishi maisha yenye furaha, ni kuona tunaishi maisha yenye amani, ni kuona tunaishi maisha yenye tumaini. Mungu anaona tunapenda tuishi kwenye maisha yenye upendo. Mungu hapendi tujae ghadhabu. Mungu hapendi tuishi kwenye maisha ya shida. Mungu anapenda, ndio maana akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo ili afe msalabani tupate kuondolewa, tupate kuondoshwa katika maisha ya utumwa, maisha ya utumwa wa dhambi, maisha ya utumwa wa maskini, maisha ya utumwa wa vifungo mbalimbali, maisha ya dhiki, maisha ya kila namna ambayo yanafanya mioyo yetu kujaa maumivu. Ndio akaletwa kufanyika faraja kwetu, ndio akaletwa kufanyika amani kwetu, ndio akaletwa kufanyika tumaini kwetu, ndio akaletwa kufanyika upendo kwetu, akatubadilishia
mfumo, kututoa katika mfumo wa mateso na kutuweka katika mfumo ulio na amani, ulio na umwana, ulio na uhuru wa pendo lake, ulio na neema ya pendo lake. Mungu akatuletea hayo maisha. Ndio maana anasema hata ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya sura yake ya kwanza mstari wa 19 kwamba mkikubali na kutii mtayala mema ya nchi. Mkubali na kutii mtakula mema ya nchi. Hapa pote Kristo anatuwazia mema. Anatamani ndani ya familia zetu kuweko na amani, kuweko na umoja, kuweko na furaha. Anatamani ndani ya kazi za mikono yetu. Ndio maana anasema ataibarikia kazi za mikono yetu. Kwa nini anasema hivyo? Ni kwa sababu Mungu anakuwazia kufanikiwa. Mungu hajakuumba ili uishi katika hayo magonjwa. Mungu hajakuumba uishi katika huo maskini. Mungu hajakuumba uishi katika hizo shida. Ni kwa sababu tu pengine ulikuwa hujajua ni yapi ya kupasayo kutenda ili sasa ukauone mkono wa Bwana kwenye maisha yako. Na katikati ya somo hili Mungu amekuwa akijifunua, Mungu amekuwa akionekana. Binafsi kama mtumishi wa Mungu ninayefundisha somo hili, nimepokea simu nyingi ndani ya mikoa yetu ya Tanzania mbalimbali, watu wakipigia wakishukuru kwa ajili ya mafundisho haya. Na mimi nampa Mungu tukufu na heshima, nampa yeye, maana yeye ndiye anayejifunua kwa watoto wake, na yeye ndiye anayewaeleza na kuwafundisha watoto wake. Nisisahau kusema Mungu akubariki sana wewe ambaye umekuwa ukitoa sadaka yako kwa ajili ya kuwezesha kipindi hiki kiendelee kuwepo, kurushwa kwenye TV na kwenye redio na mahali pengine popote kwenye media zingine zozote, ili watu injili wafikie, mafundisho yapate kuwafikia watu. Unapotenda hivyo kwa namna moja ama nyingine, umeshiriki kuieneza injili, umeshiriki kusema habari njema za Yesu kwa watu wake, umeshiriki kusababisha nguvu ya Mungu ya ufunuo ya mafundisho ifikie watu mbalimbali. Maana hilo ndilo kusudi la Bwana. Mungu anatamani injili iende. Ndio maana anasema enendeni ulimwenguni kote. Kwa njia hiyo unaoisapoti kazi hii, inaifanya kazi hii iwafikie watu mbalimbali. Hivyo Mungu akubariki mtumishi wa Mungu. Basi tukaiangalia sehemu ya 7 iliyobeba siri ya mafanikio. Sehemu ya 7 iliyobeba siri ya mafanikio ni kitu kinaitwa kujiongezea maarifa. Kujiongezea maarifa, yani maarifa. Maarifa ni moja ya eneo lililobeba mafanikio. Ni moja ya eneo linalofanyika kama lango la kupitisha mafanikio, la kupitisha nguvu inayoweza kumwezesha mtu kufanikiwa. Maarifa. Ninapozungumzia maarifa, yako maarifa ya mambo ya rohoni na yako maarifa ya mambo ya kawaida, maarifa ya mambo ya mwili, na yote yanahitajika. Ni lazima uwe na maarifa katika Mungu na uwe na maarifa katika vitu vya maisha ya kila siku. Unapokuwepo na maarifa haya maarifa yanakusaidia, haya maarifa yanakusogeza, haya maarifa yanapitisha vitu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo maarifa, kujiongezea maarifa. Maarifa ni moja ya kitu kinachoweza kumsababisha mtu kufanikiwa, kinachoweza kumsababisha mtu kuwa na amani, kinachoweza kumsababisha mtu kuwa na furaha, endapo ukielewa haya maarifa. Kwa sababu maarifa yanakupa kutambua lipi jema na lipi baya. Maarifa yanakupa kutambua lipi utende leo, lipi lingoje kesho. Maarifa yanakupa kutambua mahali ulipo useme nini na nini usiseme. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna msemo mmoja wa Kiingereza huwa wanapenda kusema kwamba learn how to speak, and when you are speaking just see to whom and where you are speaking. Maana yake ujifunze kuzungumza, na unapozungumza lazima uangalie ni wapi na kwa nani unazungumza. Maana yake maarifa ndiyo yanayoweza kukupa kujua kwamba jambo hili linastahili kusema hapa ama linastahili kusema hapa. Kwa hiyo maarifa yana sehemu katika mafanikio ya mtu, na nitaenda kuzungumza katika habari ya roho na katika habari ya mambo ya mwili, mambo ya kawaida ya mwili, ambayo ni kwa namna gani unatakiwa haya maarifa inaweza kukusaidia. Ni kwa namna gani unatakiwa kuwa na maarifa ili yakusaidie katika kukupeleka kwenye mafanikio. Maana usikikosa maarifa, pengine unaweza kuwa na tafasiri mbaya ya mafanikio.
Kinachosababisha watu watafasiri vitu vibaya, mtu atafasiri kitu tofauti na uhalisia wake, tofauti na Mungu alivyokiasisi, tofauti na Mungu alivyokiumba, ni kuwa na maarifa madogo juu ya hicho kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuwa na maarifa mapana inakusaidia kuongezea wigo, inakusaidia kukuongezea uwezo, inakusaidia kukuongezea nafasi ya kukupeleka kwenye kufanikiwa kwako. Kwenye maarifa, kwenye kujiongezea maarifa, kuna mambo matatu ninatamani uelewe maana yake. Kuna mambo matatu ninatamani uelewe mambo yake, alafu niendelee mbele. Kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, tutaangalia maarifa ni nini. Maarifa ni nini? Kwa uchache tu ninapotoa hii maana ya maarifa, uniruhusu tu nieleze kwa ufupi, maana tukianza kusema twende kwa ndani muda wetu hautatutosha. Kwa hiyo maarifa nitaongezea vitu vitatu hapa maana yake kwa uchache. Nikimaliza nitaongea maana ya maarifa, maana ya ufahamu na maana ya hekima. Maana hivi vitu vyote ni kama huungana pamoja ili vitende kazi pamoja. Hekima, ufahamu na maarifa huungana pamoja ili vitende kazi kwa pamoja. Maarifa maana yake ni uwezo wa kujua mambo fulani. Maarifa maana yake ni uwezo wa kujua mambo fulani. Yaani maarifa ni ule uwezo wa kujua mambo labda kama unajifunza kuhusu habari ya sadaka, unajifunza kuhusu habari ya kumtumikia Mungu kupitia uimbaji, unajifunza kuhusu habari ya kumtumikia Mungu kuhusu kuhubiri, unajifunza kuhusu habari ya kumtumikia Mungu kuhusu kusaidia watu wenye uhitaji, mayatima na watu wengine wenye uhitaji, unajifunza kuhusu kumtumikia Mungu na mambo mengine hayo, unajifunza kuhusu labda kulea familia, unajifunza kuhusu habari ya ndoa. Kwa ile elimu unayoipata kuhusu hicho kitu, aidha labda kufunga vyombo ama kutengeneza vyombo ama kutengeneza simu ama kutengeneza chochote ama kufundi seremala, ile elimu unayoipata ndio tunasema hayo ndiyo maarifa. Tunasema hayo ndiyo maarifa. Lakini ufahamu ni uwezo wa kuyashika maarifa. Ufahamu ni uwezo wa kuyashika maarifa. Yaani kwa mfano, ulikuwa unajifunza juu ya ufundi seremala, unajifunza juu ya ufundi ujenzi, unajifunza juu ya ufundi kutengeneza labda magari, ufundi garage, unajifunza. Sasa pale unapofundishwa, ili uweze kuelewa kile unachofundishwa, kinachoweza kukusababisha uelewe kile unachofundishwa ni ufahamu. Bwana Yesu asifiwe. Ni ufahamu. Ule ufahamu ambao Mungu ameweka ndani ya mtu ndio unaomwezesha mtu sasa kushika yale anayofundishwa. Lakini hekima ni uwezo wa kuyatumia maarifa ili kutoa ama kutenda kwa usahihi. Hekima ni uwezo wa kutumia maarifa ili kutenda ama kutoa maamuzi sahihi, ili kutoa ama kutenda kwa usahihi. Sasa unaweza ukaona kuna utofauti kidogo hapo, kwamba maarifa ni kujua kitu, lakini ufahamu ni uwezo wa kushika kile unachojifunza, na hekima ni uwezo wa kutumia. Ufahamu uwezo wa kushika, hekima uwezo wa kutumia kile ambacho umejifunza. Haleluya. Kuna watu wengine anaweza akawa ni kweli ana maarifa, lakini akakosa hekima. Tunaposema amekosa hekima tunamaanisha nini? Ameshindwa kutumia yale maarifa yampe matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, ukifuatilia somo langu nzuri, ni kweli sasa kwa tangu mwanzoni mpaka hapa unaweza kugundua kwamba kweli inawezekana ulikuwa na bidii katika kazi, lakini ulishindwa kuitumia ile bidii kama niliyofundisha ile sehemu yetu ya 6, ukashindwa kuitumia ile bidii ikuletee mafanikio. Lakini kama umeyapata maarifa niliyofundisha juu ya somo la bidii, yale maarifa sasa ndio yanayokupa uwezo wa kutumia hiyo hekima uliyoipata, ndio inakupa uwezo wa kutumia yale maarifa sasa ili yaweze kuleta mafanikio katika maisha yako. Watu wengi wamekuwa na desturi ya kutokujiongezea maarifa. Watu wengi wamekuwa na desturi ya kuja kujiongezea maarifa. Tumishi wa Mungu, kama haupendi kujiongezea maarifa katika maisha yako, inakupunguzia nafasi ya kuyafikia mafanikio yako. Kwa nini? Kwa sababu maarifa ndiyo yanayofungua wigo, ndiyo yanayopanua njia, ndiyo yanayotengeneza nafasi ya wewe kupata wepesi wa kuelekea katika mafanikio yako.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Labda nikwambie jambo moja la ajabu sana hapa. Nikwambie hiki kitu kielewe, kwamba Mungu anatumia maarifa ulio nayo kukubariki. Yaani Mungu anatumia kiwango cha uelewa ulicho nacho kukubariki. Na shetani anatumia kiwango cha ujinga ulicho nacho kukuangamiza. Nisikiliza vizuri. Mungu anahusika, anadili, anatazama kiwango cha uelewa ulicho nacho juu ya jambo fulani ili akubariki. Haleluya. Na shetani anatumia kiwango cha ujinga ulicho nacho juu ya neno fulani ama eneo fulani azidi kukuangamiza. Unaweza usinielewa vizuri. Acha nikupe ushuhuda huu. Kuna kipindi fulani nilikuwa sijui tafasiri ya namba. Tafasiri ya namba katika ulimwengu wa roho. Tafasiri ya namba. Hizi namba za kawaida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hizi namba. Kila namba unayoiona katika ulimwengu wa roho ina maana yake. Ina maana yake. Sasa nilikuwa bado sijapata kufahamu, kufunuliwa Roho Mtakatifu kutaka kujifunza. Maana Roho Mtakatifu kama hujataka kujifunza hawezi kukufundisha. Mpaka siku ukichukua hatua ya kutaka kujua kwamba hiki kitu kina maana gani. Hili jambo lina maana gani? Kwa nini Yesu alisema hivi? Kwa nini Mungu alizungumza hivi? Utakapotaka kujua, Roho Mtakatifu ndo anakupa na kukufunulia sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano hapo wewe ulipopata muda wa kukaa na kutazama TV na kunisikiliza, hapo sasa Mungu Roho Mtakatifu ndo anafunua vitu. Unashangaa kumbe hiki kiko hivi. Roho Mtakatifu anakufunulia. Sasa kabla sijajua nini maana ya hizi namba. Moja, sikuwahi kuletewa ndoto ya aina yoyote yenye ishara za namba. Sikuwahi. Na wala sikuwahi kukutana na mtu yeyote aliyeniletea ndoto kwamba nimtafasirie kupitia kwamba ameota kuhusu hizo namba. Sasa nikachukua muda wa kujifunza kuhusu hizi namba 1, namba 2, namba 3. Nikashangaa nilipomaliza kujifunza ile somo, nimeelewa zile maana ya zile namba, kwamba kumbe namba 1 ikionekana kitu kimoja kwenye ndoto kina maana gani. Ukaonekana unapewa vitu viwili kwenye ndoto kina maana gani. Ukaonekana unapewa vitu vinne kwenye ndoto kina maana gani. Unaona mtu ameshika mafungu, yamefungwa mafungu 4 yenye vitu vile. Yamefungwa mafungu 5 yenye vitu vitatu. Ina maana gani? Nilipojifunza ile elimu, nikashangaa na kutana na mama mmoja, ananiambia, mchungaji, nimeota ndoto ya ajabu. Ananisimulia ile ndoto, ndani yake ina zile namba. Maana yake kama ningekuwa sina ufahamu juu ya namba, nisingeweza mtafasiria ile ndoto yake. Lakini kwa kuwa sasa Mungu alikuwa amekwisha, nimekubali kujifunza, kupata kujiongezea maarifa. Nisikuishia tu kwenye kujua kufundisha, kuhubiri tu kwa sema usimama nizungumze. Nimejifunza kitu kingine. Mungu akaanza kuleta watu ambao wana uhitaji wa kuhitaji kueleweshwa kupitia ile elimu niliyopewa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ninakwambia hivi, Mungu anamtumia mtu kulingana na kiwango cha uelewa alicho nacho. Mungu anamtumia mtu kulingana na kiwango cha uelewa alicho nacho. Na Mungu na shetani anamwangamiza mtu kulingana na kiwango cha ujinga alicho nacho. Yaani shetani akikujua kwamba hujui, hauna maarifa yaliyo sahihi, yaliyojitosheleza juu ya habari ya utoaji wa sadaka, ndio anakuingizia vitu vya kukuvuruga zaidi. Ndio atakukamatia hapo kwenye sadaka, atakufunga. Yaani ufahamu wako kuja ufunguliwe. Yaani utajengewa ngome. Yaani kila unapojitahidi. Lakini siku ukipata kufumua ile ngome, yale maarifa ya utoaji yakaingia ndani yako, maarifa ya kuchukia dhambi yakaingia ndani yako, maarifa ya kujua kwamba wenye dhambi hawataurithi ufalme wa Mungu yakaingia ndani yako, siku hiyo utaona kabisa shetani anaanza kujitenga, kukaa mbali na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ameshaona umepunguza ujinga, ama umeondoa ujinga juu ya hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nisome maandiko kile kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi hapo twende vizuri. Kitabu kile cha Warumi sura ya 10 na ule mstari ule, sura ya 10 mstari wa 2. Biblia inasema hivi. Kwa maana na washuhudia ya kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, ila si katika maarifa. Kwa maana na washuhudia ya kwamba wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini
si katika maarifa. Hata katika kumtumikia Mungu, ukitaka utumishi wako katika Mungu ufanyike tija, ufanyike daraja, ufanyike mlango wa kuleta mafanikio kwako, ni lazima utumike katika utumishi ulio na maarifa katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa mfano, kwa siku moja nilikuwa nazungumza na vijana mahali fulani. Nilikuwa kongamano la vijana. Kwa nimepata neema ya kuwa mwalimu kwenye ile kongamano. Lakini wakawa wamenipangia kwenye kipindi, nikawa nimepewa kipindi cha kufundisha juu ya habari ya uchumba mpaka ndoa. Katika kipindi kile, swali lililoibuka katika ile kongamano likaibuka kwamba ni kwa nini ndoa za leo swala la migogoro ya ndoa imekuwa mikubwa katika kizazi cha leo. Ni kwa nini migogoro ya ndoa imekuwa mikubwa? Ndoa imekuwa msiba, ndoa imekuwa tatizo, ndoa imekuwa kama ni kitanzi sasa, ndoa imekuwa ni changamoto katika kizazi cha leo. Moja ya swali, lakini moja ya jibu niliyowajibu vijana, nikawaambia ya kwamba ni kuingia katika ndoa pasipokuwa na maarifa ya ndoa. Moja ya sababu iliyosababisha leo kizazi cha leo kuteseka kwenye ndoa ni kuingia kwenye ndoa pasipo na elimu ya ndoa. Vijana wengi wanakuwa wanajiingiza kwenye ndoa pasipokuwa na elimu ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na nataka nikwambie na mtumishi wa Mungu, na moja ya sehemu ambayo nimeikuta ya pekee sana, ambayo imebeba elimu zote. Yaani ukitaka elimu ya uzazi imo, ukitaka elimu ya fedha imo, ukitaka elimu ya uaminifu imo, ukitaka elimu ya uchumi imo, ukitaka elimu ya ndoa imo, ukitaka kila elimu, ni Biblia. Kanisa, ndani ya kanisa, ndani ya mafundisho ya Mungu yamesheheni elimu ambayo hakuna chuo chochote duniani kinaitoa. Chuoni ukienda, ukimuuliza mtu aliyesomea ualimu, hata kama amekwenda chuo kikuu amehitimu degree ya ualimu, ukimpa mambo ya udaktari hagusi, hajui hata kidogo, na yeye kabisa ni mshamba kabisa mambo ya udaktari. Ukimpeleka kwenye sheria haelewi hata kidogo. Kwa nini? Kwa sababu yeye chuo alichosoma kilimpa elimu ya nini? Ya ualimu. Kama ni daktari, ukimpeleka kwenye habari ya mathematics kwamba akafundishe probability, umempoteza. Kama kafanya topic ya probability ufundisha watu, umempoteza. Kwa nini? Kwa sababu yeye amesomea tu mwili wa binadamu. Kwa habari za kwamba awe na ile haiba ya ualimu, utakuwa umemtesa pakubwa. Kwa nini? Kwa sababu chuo alichosoma kilimtunukia degree ya udaktari ya kutibu watu. Lakini katikati ya kanisa imebeba maarifa ya jumuishi yote ya maisha ya mwanadamu. Ndio maana nakushauri kusali, ndio maana nakushauri kumcha Mungu, ndio maana nakwambia huwezi fanikiwa kama hauna desturi ya kwenda kanisani. Na kama unajifikiri umefanikiwa, unajidanganya. Mafanikio yaliyobeba sehemu kubwa yamebeba uangamivu. Mafanikio unayojihisi umefanikiwa sehemu kubwa yamebeba anguko. Ndio maana unaona watu wengine wakifariki na mali zao zinafariki. Bwana Yesu asifiwe. Fuatilia watu waliofariki katika Bwana, utakuta mali zao bado zinaendelea kujenerate kizazi kwenda kizazi kingine. Kwa nini? Kwa sababu katika Mungu kuna maarifa mpaka ya urithi, namna ya kurithisha watoto wako katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Warumi anaandika, anasema wanajuhudi katika mambo ya Mungu lakini si katika maarifa. Mimi ninachokitaka uelewe kwamba kuyashika maarifa na kuyaishi maarifa, kujiongezea uelewa. Maarifa ndiyo yanaweza kukupa kushindana na soko. Kwenye uimbaji unaoimbia, huo unaoimba, maarifa ndiyo yanaweza kukupa sasa leo, hata leo ujue kwamba tuko katika majira ya kizazi kipi, chenye ukaidi upi, chenye upotofu upi. Ni wimbo gani sasa Roho Mtakatifu anatakiwa kufunulie uimbe utakaosaidia hicho kizazi kuokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wana juhudi. Ni kweli watu wengi wana bidii katika kazi zao, wana bidii kwenye uwekezaji, wana bidii kwenye ndoa, lakini si katika maarifa. Bwana asifiwe. Lakini si katika maarifa. Kwa kukosa maarifa kunamsababisha mtu apunguze nafasi ya kufanikiwa. Kukosa maarifa kunasababisha mtu apunguze nafasi ya kufanikiwa. Lakini tuangalie kitabu cha Ayubu. Nazungumzia siri ya 7 ya mafanikio, kwamba ni kujiongezea maarifa. Kitabu kile cha Ayubu, sura ya 21 na ule mstari wake wa 22. Sura ya 21
na ule mstari wake wa 22. Biblia inasema hivi. Kitabu cha Ayubu ile sura yake ya 22 mstari wa 21 na wa 22. Ni Ayubu 22. Ayubu 22 ule mstari wake wa 21 na wa 22. Biblia inasema hivi. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Mjue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokuinjilia. Ndivyo mema yatakavyokuinjilia. Mtumishi wa Mungu anaposema mjue sana Mungu, huwezi kumjua Mungu kama hujachukua hatua ya kujiongezea maarifa kumhusu Mungu. Anaposema mjue sana Mungu, njia mojawapo ya kukufanya umjue Mungu ni kujifunza habari zinazomhusu Mungu, ni kusikiliza mafundisho yanayomhusu Mungu, ni kukaa katikati ya mafundisho, upikwe umjue Mungu ni nani, anabarikije, ana njia gani za kubariki na kulani, ana njia gani za kufungua neema juu yako, anawezaje kufanya wewe ukafanikiwa. Kwa Biblia inasema mjue sana Mungu. Maana yake anaposema mjue sana Mungu, maana yake uongeze maarifa yako kuhusu Mungu. Uongeze maarifa yako kuhusu utoaji. Uongeze maarifa yako kuhusu karama na vipawa. Uongeze maarifa yako kuhusu kujua dhambi na madhara yake. Uongeze maarifa yako kuhusu kujua utendaji kazi ndani ya ufalme wa Mungu. Uongeze maarifa yake ya Mungu kuhusu Mungu ana ahadi gani juu ya familia. Uongeze maarifa yako kuhusu Mungu ana ahadi gani juu ya uchumi. Uongeze maarifa yako kuhusu Mungu ana ahadi gani juu ya baada ya maisha ya hapa duniani, kwamba ukishamaliza safari yako ya hapa duniani Mungu anawaza nini juu yako, ni wapi utakapoenda. Maana yake unapomjua Mungu unajua kwamba kumbe hapa duniani mimi ni mpitaji tu, ninapita, ninaelekea katika ufalme, ninaelekea katika maisha mengine aliyoniandalia Bwana. Na nini nitende sasa ili niepukane na maisha ya mateso ya jehanamu, niingie katika ufalme wa Mungu wa uzima wa milele, nikakae katika mahali pazuri, nikakae na Yesu, nikavishwe taji. Ni nini nifanye katika kutumika kwangu? Ni kweli nimeokoka, niko kanisani, lakini katika kumaliza safari yangu ni nini ambacho kitanifanya kuvikwa taji inayong'ara? Kwani inawezekana uko kanisani tu umekaa, lakini leo kitokea Mungu amekuchukua, hauna sehemu hata ya kuvikwa taji hata kidogo. Yaani katika taji yako huna sehemu ya kuvikwa taji, kwa sababu kinacholeta kuvikwa taji ni namna ya kumtumikia Mungu, ni bidii ya kumtumikia Mungu. Tunayajuaje hayo? Ni katika kujiongezea maarifa. Ni kweli umeokoka, lakini kuokoka tu hakutoshi. Kuokoka kukaa hapo, ni lazima ukubali kufundishika, ni lazima ukubali kujifunza, ni lazima ukubali kutafuta vitu vitakavyokufanya wewe umjue Mungu zaidi. Unaona Biblia inasema ya kwamba, Biblia inasema ule mstari unasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Bwana Yesu asifiwe. Maana ukimjua Mungu, kwamba Mungu anaeleza nini kuhusu habari ya ndoa. Mimi ni mwanamke, nafasi yangu katika ndoa kama mwanamke, Mungu anaeleza nini? Yale maarifa ya mwanamke katika ndoa yanakusaidia kusimama kwenye nafasi yako. Mungu anasema mimi ni mwanamume kwenye ndoa. Maarifa ya Mungu kwenye ndoa yanasema nini? Mimi nafasi yangu kama mwanamume kwenye ndoa ni ipi? Ukiyajua na ukasimama kwenye nafasi yako kwenye ndoa, utaona amani kwenye ndoa, utaona upendo kwenye ndoa. Kinachokusababisha hujui, mnachanganyikana. Ndio maana sasa mwanamume unakuja anafanya yaliyo ya mwanamke, mwanamke naye anafanya yaliyo mwanamume. Sasa hapo katikati, maana Mungu ameweka mfumo, kuna yanayompasa mwanamume kufanya, kuna yanayompasa mwanamke kufanya kwenye familia, kwenye ndoa. Sasa kwa kuwa uelewi mwanamume, unajikuta nao umetenda ya mwanamke, na mwanamke kwa kuwa hajui amejikuta anatenda ya mwanamume. Sasa mnagongana hapo katikati. Mkigongana lazima mtuangane ngumi, lazima mpigizane kelele. Lakini ukichua kwamba Mungu, katika maarifa ya Mungu, nafasi ya mwanamke ni ipi, nafasi ya mwanamume ni ipi, kila mmoja akasimama kwenye nafasi yake. Ndoa ni furaha, ndoa tamu, ndoa nzuri, yani hutatamani kutoka, yani hutatamani kabisa, hutatamani kumwacha, yani kila mtu utatamani umuone. Kwa nini? Kila mmoja amepata maarifa, amesimama maeneo lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini ule mstari wa 22 anasema hivi, hiyo sura ya 22 Ayubu mstari wa 22 anasema hivi: uyapokea tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake. Yani unamjuaje Mungu? Kwenye mstari wa 22 anasema uyapokea tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake uyaweke moyoni mwako. Uyapokee mafunzo, maana yake uyapokee mafundisho
yanayofundishwa. Maana tunasema kinachoongeza maarifa kwa mtu ni kupitia kujifunza. Kinachoongeza maarifa ni kupitia kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Sasa uyapokee mafunzo yatokayo kinywani mwake na maneno yake uyaweke, maana yake uyaishi, uyatendee kazi, yafanye kazi katika maisha yako. Lakini pia katika kile kitabu cha Mithali, sura ya 18, kitabu kile cha Mithali sura ya 18 na ule mstari wa 15. Kitabu cha Mithali sura ya 18 na ule mstari wa 15 anasema hivi, moyo wa mwenye busara hupata maarifa, na sikio la mwenye hekima hutafuta maarifa. Moyo wa mwenye busara hupata maarifa, na sikio la mwenye hekima hutafuta maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa mwenye busara hupata maarifa. Yaani hili unapoona kwamba ili moyo uweze kutoa chemichemi za uzima. Maana Biblia inasema ulinde sana moyo, maana ndiko zitokapo chemichemi za uzima. Yaani ili wewe kuweza kutoa chemichemi za uzima ni lazima ukubali kuingiza maarifa. Yale maarifa yanakupa kujua hili ni baya, hili ni jema. Lakini pia anasema ya kwamba sikio la mwenye hekima hutafuta maarifa. Kwa hiyo swala la kutafuta maarifa, kujiongezea maarifa, ni moja ya kitu cha muhimu sana katika maisha yako Mkristo. Ni moja ya kitu cha muhimu sana katika maisha yako mcha Mungu. Ni moja ya kitu cha muhimu sana katika maisha yako mtumishi wa Mungu unanitazama na kunisikiliza. Kwa nini ni cha muhimu? Kwa sababu ndicho kusababisha uelewe ni lipi utende kwa wakati upi ili likalete mafanikio kwako. Lakini ukumbuke nimekwambia kwamba Mungu hutumia kiwango cha uelewa ulicho nacho kukubariki. Mungu hawezi kuachilia baraka juu yako zaidi ya kiwango ulicho nacho cha uelewa. Kwamba leo hii wewe uelewa wako Mungu anaangalia kabisa, anaona kabisa kwamba uelewa wako kulingana na uelewa wako wewe, nikikupa milioni 10 hata ibadani hutaenda. Utaacha mpaka ibada. Na ndio maana watu wengi walipofanikiwa kanisani wakapata uwezo fulani, unakuta alikuwa anafanya huduma, wameacha na huduma. Kilichosababisha waache huduma ni kukosa uelewa juu ya Mungu. Maana yake ile mafanikio yamegeuka kuwapoteza, yamegeuka kuwatenga na Mungu, yamegeuka kuwafarakanisha na Mungu. Lakini kama una uelewa mzuri na Mungu, mafanikio hayawezi kukufanya ukafarakana na Mungu. Mafanikio hayawezi kukufanya ukawa bize mpaka ukashindwa kumwabudu Mungu. Mafanikio hayawezi kukufanya mpaka ukakosa muda wa kumtumikia Mungu. No, ni kwa sababu ya ufinyu wa maarifa kumjua Mungu ulio nayo. Ndio maana unajiona uko bize unafanya kazi mpaka siku ya ibada, alafu unahisi ni mjanja. Lakini tunaomjua Mungu tunauona kwamba bado ndani yako kuna kiwango kikubwa cha ujinga. Naposema ujinga si tusi, na maanisha kiwango kikubwa cha kutokumjua Mungu ana nafasi ipi kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Hosea, neno hili ambalo limezoeleka kabisa hata kwako unanisikia, katika kile kitabu cha Hosea, kitabu kile cha Hosea hapa, ukisoma kwenye kile kitabu cha Hosea, katika kile kitabu cha Hosea sura yake ya 4 na ule mstari wake wa 6, kitabu cha Hosea sura yake ya 4 ule mstari wa 6, unaona Biblia inasema kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Anaposema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, watu wanafikiri kwamba labda kuangamizwa ni mpaka mtu fulani akukamate akudumbukiza kwenye shimo, ama ni mpaka mchawi akukamate, ama jitu fulani kukamate. No, anaposema kuangamizwa anazungumzia pia pamoja na kiwango cha ujinga. Maana yake kukosa ufahamu juu ya jambo fulani kunaweza kukufanya ukaangamia. Kukosa ufahamu juu ya jambo la kiuchumi kunaweza kufanya usifanikiwe kwenye uchumi. Kukosa ufahamu juu ya jambo la uzao, ufahamu kwenye uzao kunaweza kukufanya ukakosa ukaangamia kwenye swala la uzao. Kwa mfano, unajikuta binti hapo ulipo unakunywa tu madawa ya kuporosha mimba. Unakunywa madawa tu, unapata mimba, unakunywa madawa, unatoa. Kwa kuwa bado ni mwanafunzi, bado hali ulionayo utakiwa mazingira ya kuzaa bado nini sasa, kwa kuwa hujui kwamba umekosa maarifa ya kujua kwamba ninapotoa mimba itafika wakati nitakapokuwa nataka kutapa mtoto sitaweza kufanikiwa, kwa sababu unapotoa mimba na madawa na nini unaathiri kile kizazi, unaathiri ule mfuko wa mayai yanayo kesho kutwa ndio watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kukosa maarifa ya madhara ya kutumia madawa ya kulevya ndio siku ya siku yanakukuta umeharibikiwa. Lakini kama ungelijua kwamba ukaelewa elimu
maarifa juu ya madhara ya madawa ya kulevya, ungejikinga na madawa ya kulevya, leo ungekuwa kijana mzuri, ungekuwa kijana mtendakazi mzuri, mwenye kusaidia taifa, mwenye kusaidia familia, mwenye kusaidia kanisa, mwenye kusaidia jamii. Lakini kwa sababu ulikosa maarifa juu ya kujua mabaya na mema, ndio maana umefika mahali ulipo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe mtumishi wa Mungu. Kwa ni lazima nikwambie, ila tuongeze pia hapo kwenye hicho kiwango, kama Mungu anatumia kiwango cha uelewa ulicho nacho kwa ajili ya kukubariki na kukufanikisha, na shetani anatumia kiwango cha ujinga ulicho nacho kwa ajili ya kukuangamiza. Hebu tusome kile kitabu pia cha Yohana, kile kitabu cha Yohana ile sura yake ya 8 na ule mstari wake wa 4. Anasemaje? Yohana ile sura yake ya 8 na ule mstari wake wa 4. Biblia inasema hivi, akamwambia mwalimu, mwanamke huyu, akamwambia mwalimu, mwanamke huyu amefumaniwa alipokuwa akizini. Basi katika Torati Musa alituamuru kuwapiga kwa mawe wanawake namna hii. Nawe wasemaje? Wanamuuliza Yesu, nawe wasemaje? Kilichomsaidia Yesu katikati ya watu ni kuwa na maarifa ya kujitosheleza. Akajua hapa hao watu wamekuja kunichokoza, waone nitazungumza nini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawa na maarifa juu ya kutoa hukumu iliyo sahihi, yenye kuleta mafanikio na tija nzuri kupitia kile walichomuuliza Yesu. Kutokana na maarifa aliyokuwa nayo, akapata kujua kwamba hapa nimepata nafasi ya kuhubiri Injili, niwaeleze watu hawa na wenyewe namna wanavyokosea. Biblia inasema akawa anaandika chini. Bwana asifiwe. Wana theolojia wengine wanasema kipindi alipokuwa anaandika chini, alikuwa anaandika makosa na madhambi ya kila mmoja wao. Ni kila mmoja alipokuwa anasoma, anaangalia makosa yake, anaondoka. Ndio maana pale mwanzo aliuliza, aliye hawa haki, asiye na makosa, hao wa kwanza kumpiga jiwe, wakakosekana. Maana yake wakahukumiwa kwenye dhamira zao. Lakini kilichomsaidia Yesu, hata kipindi anajaribiwa Yesu na shetani, kilichomsaidia Yesu kushinda ni kuwa na ufahamu juu ya habari ya Mungu. Inafika sehemu anamwambia shetani, shetani, nimekwisha kukujua, ondoka uende zako. Maana yake Yesu akawa na ufahamu juu ya mambo ya roho na mambo ya mwili, vinginevyo hutaweza kwenda na kufika katika kufanikiwa kwako. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, ninapozungumza kuongeza maarifa, ninataka nizungumze na wewe kwamba kuna maarifa ya namna mbili. Kuna maarifa ya namna mbili ambayo nataka nizungumze na wewe hapa. Kuna maarifa ya namna mbili, kwamba kuna maarifa yenye kukupa ajira, kuna maarifa yenye kukupa ajira. Na haya maarifa yenye kukupa ajira ndio maarifa ambayo watu wengi wanayang'ang'ania, ndio maarifa ambayo watu wengi wanayapambania, ndio maarifa watu wengi wanayoyachua kwamba yeye amesoma, kama ni udaktari, ameajiriwa udaktari basi. Hayo ni maarifa ya kukupa ajira. Amesomea ualimu, amepata ualimu, sawa. Lakini ninapozungumza habari ya kuongeza maarifa, pamoja na kwamba hata hayo ya kuongezea ajira unatakiwa kujiongezea, kwa sababu kila kunakoitwa leo teknolojia inakuwa, kila kunakoita leo mambo yanabadilika, mifumo inabadilika. Mtu mmoja akasema kama hutakuwa na desturi ya kujiongezea maarifa, mfumo utakutema, mfumo utakutupa nje. Pia hata kwenye ajira yako hiyo, kwamba kama hutakuwa na desturi kwamba wewe ulipopata degree ya kwanza ukajiona wewe ni msomi Tanzania nzima, ukabaki hapa kujivuna na degree yako. Saa hizi mtumishi wa Mungu, kuna watu wana masters wamekaa nyumbani wanaendesha bodaboda. Kuna watu saa hizi wana doctor wamekaa nyumbani na wamesomea hicho ulichokisoma wewe, bado hawajapata nafasi ya ajira. Wewe umebaki tu na kuvimba na degree kwamba unajiona ndo msomi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku utashangaa kwenye hiyo nafasi uliyokuwa nayo, wewe ndo kibarua wa kutumwa. Kuna watu wameshajiongezea maarifa, wamekaa pale juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kuna maarifa kwa ajili ya kukupa ajira. Ila pia kuna maarifa kwa ajili ya kukusaidia kutawala na kumiliki mazingira yanayokuzunguka. Nifuatilia vizuri, na hii ndo nayoizungumzia sana. Maarifa ama elimu ya kuweza kukusaidia kutawala na kumiliki mazingira yanayokuzunguka. Hii inaenda zaidi ya elimu ya ajira. Hii inaenda nje ya elimu ya kuajiriwa.
Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Kuna mwanafalsafa mmoja aliandika neno zuri kwenye elimu hapa. Akasema there is education helping you to know to write and to read only. Hiyo ndo ya ajira. Yani yenyewe inakusaidia kufahamu kuandika, kusoma na kuandika. It helping you to know how to read and to write. Imeishia hapa. Ndio maana kwa sababu unajua kusoma na kuandika, unaruhusiwa kwenda kuwa mbunge. Ndio maana kwa sababu unajua kusoma na kuandika, unaajiriwa mwalimu. Ndio maana kwa sababu unajua kusoma na kuandika, wewe sasa tu huko kwenye hiyo ajira, kwenye nafasi ulionayo ni mkurugenzi. Wanachokiangalia unajua kusoma na kuandika. Ndio maana wamekupa kwenye hiyo nafasi. Wanakuuliza umesomea nini? Unamwambia nimesomea afisa utumishi, nimesomea utumishi. Umesomea nini? Nimesomea udaktari. Maana yako unajua kusoma na kuandika kuhusu udaktari. Ndio maana hiyo ndio elimu ya ajira. Lakini akasema there is an education helping a person to know how to master the environment surrounding him. Yani kuna elimu inayomsaidia mtu kutawala na kumiliki mazingira yanayomzunguka. Bwana Yesu asifiwe. Ninaishi kuzungumza vitu vizito kwako sana, lakini Mungu akusaidie uelewe. Naishi kuzungumza vitu ambavyo ni vya maana sana kwako kama unanielewa, unanifuatilia. Na naomba Roho wa Mungu akupe neema ya kunielewa juu ya habari ya kuongeza maarifa, juu ya habari ya kuongeza maarifa, juu ya habari ya kuongeza maarifa. Yani the education helping you to know how to master, to know how to master and to control the environment surrounding you. Hii ndio elimu ambayo ninayoizungumza mahali hapa. Hii elimu hii haijalishi ya kwamba wewe umesoma elimu fulani ya ajira, kwamba pamoja na hiyo elimu yako ya ajira bado imekupasa kuongeza elimu zingine. Na kuongeza hizi elimu zingine ninazozungumza, sio lazima uende katika chuo ama shule kwamba lazima ukihitimu utunukiwe cheti. Nielewa vizuri mtumishi wa Mungu. Maana kuna mama mmoja nishaye kuzungumza naye. Nilimkuta yuko katika saluni. Yule mama yuko eneo zuri sana la kutenda kazi yake. Eneo zuri. Amefungua saluni pale. Lakini elimu yake ni ya darasa la 7. Sasa mahali pale alipo, nikajaribu kuzungumza naye. Nikamwambia mtumishi wa Mungu, kwa nini usijiongezee maarifa? Maana umri wake kipindi nazungumza naye ndio amezaa kama zao 3, lakini ana miaka kama 32. Nikamwambia kwa nini usijiongezee elimu? Akaniuliza, mchungaji, elimu saizi mimi naipeleka ya nini? Mimi nilishara 7 saizi naongeza elimu kwa ajili ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Yani haoni kama iko sababu ya kujiongezea elimu, ya kujiongezea maarifa. Nikamwambia sio lazima urudi darasani. Sio lazima ukalipe tu kama uende shuleni ndio utasoma elimu. Na ndio maana kuna mtu mmoja, mwanasaikolojia mmoja pia alisema hivi, mwanafalsafa mmoja alisema hivi, darasani elimu inayotolewa ni 5% kati ya 100%. Yaani elimu unayoenda kupata darasani kuanzia umeanza darasa la 1 mpaka umemaliza chuo kikuu ni 5% ya elimu iliyoko kwenye dunia nzima ama kwenye ulimwengu ambao Mungu ameuumba. Yani wewe umemaliza degree yako, umepata 5% ya elimu unayotakiwa kuipata. Maana yake 95 haujaipata. Unaipata wapi? 95 inapatikana nje ya darasani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana unaweza kuwa umesoma habari za uchumi, umesoma kabisa, umesomea biashara, business kabisa, umesoma kabisa, una degree ya business administration, yani una degree ya mambo ya biashara kabisa, namna ya kumanage biashara, umesomea marketing vizuri, umemaliza, unakuja kufungua duka, unaenda kumuuliza mtu ambaye alimaliza darasa la 7, hajasoma elimu ya biashara, ila yuko kwenye biashara na miaka 10. Unaweza kuniuliza, mchungaji, sasa unamuulizaje? Kwani unaweza ukaja umesoma degree yako, umehitimu, umetoka chuo kikuu, haujui hata maduka yanayouza simu za jumla hapa mjini. Ili uyajue, si lazima ukaulize. Unapoenda kuuliza, utaenda kutafuta wanachuo wenzako mliohitimu nao, wale classmates wenzako, kwamba ndio ukauliza haya maduka yanauzwaje. Utatafuta anayefanya hiyo biashara,
ambaye yumo kwenye game muda mrefu ndio utaenda kumuuliza. Hata kama yuko darasa la 7, una degree yako, yeye ndiye atakaye kuelekeza kwamba hili duka, ukienda kwenye hili duka wanauza simu hizi wanauza simu. Kwa nini unaenda? Kwa sababu kumbe kuna elimu pia inayopatikana nje ya darasani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii nje ya darasani unaipasa kuipata pia, ambayo inakusaidia kuweza kumaster, kuweza kumiliki na kutawala mazingira yanayo kuzunguka, kuweza kutawala yale mazingira yanayo kuzunguka. Kwa mtumishi wa Mungu, ninapozungumza hapa kwamba lazima uwe hii elimu, kwamba si lazima upate cheti, unasoma tu kwa ajili ya manufaa ya maisha yako, kwa ajili ya kukusaidia. Yaani kwa mfano, unaanza kujifunza elimu ya malezi ya watoto. Malezi ya watoto. Na maeneo ya kujifunza yako mengi, hata kupitia tu, yani platform za kujifunza, majukwaa ya kujifunzia elimu sasa kwa teknolojia tulionayo ni mengi. Hata kupitia simu yako ya smartphone tu, ukifungua hapo na hizo MB zako hizo ambazo unazitumia kila siku ni kuangalia TikTok na kucheka, lakini ukizifungua pale kwenye Google Chrome ukaandika tu elimu kuhusu malezi ya watoto, inakuja kabisa tena kwa lugha ya Kiswahili. Si lazima uandike kwa Kiingereza, hata kwa lugha ya Kiswahili inakuja pale. Itakupa namna ya kulea watoto, itakupa tabia za watoto, aina za tabia za watoto, utajifunza pale. Kumbe kalili tu kwamba watoto wanalelewa na ukali tu, ni fimbo tu, ni kupiga. Kumbe kuna watoto wengine ukipiga fimbo ndio umemharibu, hahitaji ukali. Ukiwa kali mno ndio umemkosea, ndio atapotea na kuangamia. Kumbe kuna namna ambavyo ungejifunza itakusaidia kujua kwamba kumbe watoto nimezaa 5. Kumbe namna ya kuelea wote haitakiwi kufanana. Kuna wawili wanaweza kufanana au wote 5, kila mmoja akawa na namna yake ambayo unatakiwa uielewe kwamba huyu nikienda naye hivi tunafika naye vizuri, huyu nikitembea naye hivi tunafika naye vizuri. Kwenye ukapata elimu, ni kweli wewe ni daktari, lakini ukapata elimu au wewe ni mwalimu ukasoma elimu ya ndoa, si lazima upewe cheti. Unasoma kwa manufaa yako wewe. Unasoma kwa manufaa yako wewe. Unaenda kama ni kwa mchungaji, unamwambia mchungaji, mimi natamani kujua elimu kuhusu ndoa. Mchungaji anakufundisha, mchungaji anakufundisha elimu kuhusu ndoa. Unapojifunza ile elimu kuhusu ndoa, inakuongezea maarifa ya kukuepushia migogoro mingine katikati ya ndoa yako. Mimi nataka kujifunza elimu kuhusu habari ya uchumi, kuweka akiba, kuwa mwaminifu, kusimamia malengo yangu, nitayasimamiaje, nawezaje. Ukipata ile elimu, sio lazima uwe na cheti, kwa sababu cheti, mtumishi wa Mungu, kinatumika siku unapata kutakiwa kuajiriwa, ndio watakuuliza cheti. Kwenye maeneo mengine unajiongezea maarifa yatakayokusaidia, yatakayokuwa manufaa kwako wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Some katika kile kitabu cha, ukisoma katika kile kitabu cha Hesabu, katika kile kitabu cha Hesabu ile sura ya 13, ukisoma kwenye kile kitabu utamwona mtumishi wa Mungu Musa ameahidiwa kwenda kwenye nchi ya Kanaani. Mungu amemwahidi kabisa kwamba apeleke watu katika ile nchi iliyojaa maziwa na asali, lakini panafika mahali anawaambia, mtakapoenda mjue watu wanaoishi kwenye ile nchi ni watu wenye nguvu ama dhaifu. Ile nchi ni nchi nzuri ama mbaya? Je, kuna miti ama hakuna miti? Na mazao, yani matunda, ardhi yao ni ardhi yenye rutuba ipi? Waende walete elimu ili wajue, ile maarifa iwasaidie wanapoiendea ile nchi, wajue ya kwamba wanaenda katika nchi ya namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nafundisha somo linasema siri za mafanikio. Na katika siri za mafanikio ukumbuke nafundisha ya kwamba maarifa ni sehemu iliyobeba nguvu ya kufanikiwa kwa mtu. Jinsi unavyojiongezea maarifa ndivyo jinsi ambavyo unaongeza wigo wa wewe kufanikiwa. Kwa lazima ujiwekee desturi ya kupata elimu mbalimbali, elimu kuhusu jamii inayokuzunguka, ukaelewa elimu ya jamii inayokuzunguka, elimu kuhusu malezi ya watoto, elimu kuhusu afya. Unaenda tu kwenye majarida, kwenye platform mbalimbali ambazo zinafundisha hizo elimu, unajifunza elimu kuhusu maarifa, ambayo nimekwambia kwamba moja ya jukwaa zuri ambalo limesheheni elimu zote ambazo hazipungukiwi na zenye maana katika maisha ya Mungu ni pamoja na jukwaa la kanisa. Ni pamoja na kanisa. Kanisa limebeba shehena nzuri ya mahali pazuri pa kupata elimu hizi zote, elimu kuhusu fedha na mambo mengine kadhalika. Lakini unapopata maarifa
hayo maarifa yanaleta nini katikati ya maisha yako? Ni kwa nini maarifa ni sehemu ya mafanikio ya mtu? Ni kwa nini maarifa ni chanzo cha mafanikio ya mtu? Ni kwa sababu, ni kwa namna gani maarifa yanaweza kukuletea wewe kufanikiwa? Ni kwa namna gani maarifa, ukijiongezea maarifa, maarifa yanakutengenezea mpenyo wa wewe kufanikiwa na wewe kwenda katika mafanikio? Kwa nini maarifa yamebeba siri ya mafanikio? Nitakupa sababu kama 5. Nitakupa sababu 5 kwa nini nakwambia maarifa ina nguvu ya kufanikiwa kwa mtu. Ni kwa nini maarifa yamebeba siri ya mafanikio, imebeba siri ya mafanikio. Kwa nini maarifa imebeba chanzo cha mafanikio? Nitakupa sababu kama 4. Sababu ya kwanza, huzaa ujasiri na kuthubutu. Unapojiongezea maarifa, unajiongezea ujasiri na uthubutu wa kufanya vitu. Unapojiongezea maarifa, ule uelewa ambao unakuja kwako ndio unaokupa uhalali, unaokuongezea ujasiri wa kuendea kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba maarifa yanazaa ujasiri ndani ya mtu. Ukumbuke hata mtu mmoja akasema kwamba uoga wako ndio umaskini wako. Kinacholeta mtu awe muoga ni kukosa ujasiri, ni kukosa uelewa, ni kukosa maarifa juu ya kitu fulani. Mimi nakumbuka nikupa ushuhuda. Siku moja nilikuwepo pale mjini kati Pamba pale, na kwenye gari tulikuweko watu kama 4. Sasa ndani ya ile gari nikaona mama mmoja alikuwa mjamzito. Sasa kama unavyoelewa, wajawazito akibanwa na mkojo ni ngumu kutafuta mahali ambapo labda pengine pako mbali pa huduma ndio apate kupata huduma kutokana na ile hali aliyonayo. Sasa yule mama, tumefika yale mazingira, akawa analalamika kwamba amebanwa. Alivyokuwa analalamika kwamba amebanwa, nikaangalia pale, kwa sababu napajua pale mjini, ili nipate huduma ambayo ni ya huduma ya ile huduma anayoitaka. Kuna kaumbali kidogo, lakini pembeni yangu kuna kituo cha polisi kile cha Pamba. Nikajua kituo cha polisi pale kuna huduma ambayo inaweza kumsaidia huyu mama, na mimi kwa kuwa ninaufahamu kwamba hii ni mali ya umma. Kama ni mali ya umma, na mimi nina haki ya kuitumia. Nikapaki gari pale pembeni na kituo, nikamwambia shuka ndio upate huduma hapa. Akashuka, anafikisha mchungaji hapa anaenda kunipeleka pale tu. Akashangaa ninaingia pale kituoni. Nilipoingia pale kituoni nikakuta pale maskari, nikawasalimia wale maskari. Nimemaliza kuwasalimia wale maskari, nikamwambia samahani watumishi wa Mungu, tunaomba kupata huduma ya choo. Vyoo viko wapi hapa? Sasa ukumbuke, askari mpaka kuja kuona nimepata ujasiri wa kwenda kuuliza hicho kitu polisi, kituo cha polisi. Maana yake anajua huyu mtu, ufahamu wake sio mdogo, anajua ajira anachokiuliza kwamba ni haki yake. Wala hawakuniuliza chochote, walinielekeza mahali ambapo choo kipo. Nikamwambia basi nenda. Walipomeelekeza kule nyuma, nikamwambia basi kimbia pale. Akaenda. Niliporudi kwenye gari, watu wananiuliza, mchungaji, umepataje ujasiri huu? Nikamwambia ni haki. Ninafahamu kwamba ni moja ya haki yangu kama Mtanzania, kwamba hiki kituo cha polisi sio kwamba ni cha mkuu wa kituo, ni kituo chetu pamoja wote sisi wa raia wa Tanzania. Kwa kilichonipa ujasiri wa kwenda pale kituoni ni uelewa nilichokuwa nao juu ya habari ya kitu cha umma, kwamba kitu cha umma ni kitu ambacho ni haki mtu yeyote ambaye ni Mtanzania kukitumia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ujasiri, maarifa, unapojiongezea maarifa yanakuongezea ujasiri na uthubutu wa kufanya mambo ambayo wakati mwingine ungeona hayawezekani, lakini yakaweza kuwezekana. Kwa mfano, unapokuwa na maarifa kuhusu Mungu, maana yake unapata ujasiri wa kwamba hata kama ni kwenye huduma, Mungu amekutuma, kwamba amekuita ukaanzisha kazi ya Mungu mahali, kwa kuwa unamjua Mungu, unaenda bila wasiwasi kabisa. Tunamwona hata Musa kipindi anatumwa na Mungu kwenda kuokoa wana wa Israeli. Kwanza, kwa nini Mungu amtume Musa? Haruni alikuwepo kule, watu wengine walikuwepo Israeli. Kwa nini hajawainua wale watu wakawatoa wana wa Israeli? Mungu alimtafuta Musa. Moja ya sababu iliyosababisha Mungu amtafute Musa ni kwa sababu Musa alikuwa na maarifa juu ya nyumba ya mfalme, maana alikaa katika nyumba ya mfalme. Kumbuka, Musa alikulia katika nyumba ya Farao ya kifalme. Alikuwa anajua desturi na taratibu na mambo yanayotakiwa katika unapotaka kuingia kwenye nyumba ya mfalme ufanyeje ili uingie. Alikuwa anazijua zile taratibu za pale.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana akaona hii kazi iwe rahisi, nimtafute mtu mwenye maarifa, anayejua mambo ya kifalme. Ni nani? Musa. Ndiye aliyekulia kwenye jumba la kifalme, ndiye ni mtume, ndio anamtoa kule mbali, anamrudisha Misri, anamwambia kawatoa watoto wangu, nimesikia kilio chao, nikawatoa kwenye utumwa, nenda wewe. Musa alijaribu kuzungumza pale na yeye. Musa akataka aongeze maarifa. Kweli mimi nimekuwa kwenye nyumba ya kifalme, najua mambo ya kifalme, lakini wakiniuliza wewe aliyenituma ni nani, niwaambie nini? Musa anataka Mungu ajaze maarifa ya majibu, ampe maarifa mengine, kwamba pamoja na kwamba nina maarifa ya kujua nyumba ya ufalme, lakini nipe maarifa mengine. Wataniaminije? Ni kweli sawa, nilitoka kule kwenye nyumba ya kifalme, taratibu za nyumba ya kifalme najua, lakini kwenye habari ya uaminifu, wale watu walionituma kwenda kwa, wataniamini vipi kwamba wewe ndio umenituma? Mungu anampa njia zitakazomfanyisha Musa aaminiwe na wale watu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anampa Musa njia zitakazomfanya aaminiwe na wale watu. Kwa hiyo ujasiri, kujiongezea maarifa kunazaa ujasiri. Kile kitabu cha Methali sura yake ya 28 na ule mstari wake wa kwanza, Biblia inasema hivi: waovu hukimbia wasipofuatwa na mtu. Waovu hukimbia wasipofuatwa na mtu, bali mwenye hekima ni jasiri kama simba. Maana yake anaposema bali mwenye haki ni jasiri kama simba, anasema haki inaletwa na kujua mambo. Haki yako, ili ujue haki yako, ni lazima ufahamu kwamba hili jambo natakiwa kupewa hiki, natakiwa kufanya hivi. Anasema bali wenye haki ni jasiri kama simba. Kwa hiyo kwa nini uongeze maarifa katika maisha yako, na kwa nini maarifa ni moja ya siri ya kufanikiwa? Ni kwa sababu maarifa yamebeba ujasiri. Maarifa yanazaa ujasiri. Maarifa yanazaa ujasiri. Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Maarifa yanazaa ujasiri. Lakini sababu ya pili ni kwa nini ujiongezee maarifa, na ni kwa nini maarifa yanafanyika kuwa siri iliyobeba mafanikio. Ni kwa sababu maarifa huleta kudhibitika. Maarifa huleta kudhibitika. Maarifa ndiyo yanayoweza kukudhibitisha mbele za watu kwamba wewe ni nani. Maarifa ndiyo yanaweza kukutambulisha mbele za watu kwamba kumbe hapa tulipo tuna mtu ambaye ni mtaalamu fulani, tuna mtu ambaye ana uzoefu wa kitu fulani, tuna mtu ambaye ana uelewa wa kitu fulani. Kama ni kanisani, kumbe tuna mtu ambaye anajua kupiga kinanda, kuna mtu ambaye anajua kutunga nyimbo, tuna mtu ambaye anaweza kufundisha style. Yale maarifa ulionayo yanaleta wewe kudhibitika mahali ulipo, kudhibitika kwamba wewe ni nani na umebeba nini. Kinachokudhibitisha katikati ya hapo ni yale maarifa ulionayo. Ni yale maarifa ulionayo. Kitabu cha Mithali sura ya 24 ule mstari wa 3, Biblia inasema hivi: nyumba hujengwa kwa hekima, nyumba hujengwa kwa hekima, kwa ufahamu hudhibitika. Nyumba hujengwa kwa hekima, kwa ufahamu hudhibitika. Maana yake kumbe unapokuwa na ufahamu juu ya jambo fulani, Mungu anakudhibitisha. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na ufahamu juu ya kujua madhara, yani uzuri na ubaya wa kitu fulani, kupitia kile kitu Mungu huweza kukudhibitisha. Kwa nini ujiongezea maarifa? Ni kwa nini maarifa ni moja ya sehemu iliyobeba siri ya mafanikio? Ni kwa sababu maarifa huleta mtu kudhibitika. Huleta mtu kudhibitika. Lakini sababu ya tatu kwa nini maarifa yamebeba siri ya mafanikio, sababu ya tatu, huongeza uthamani. Unapojiongezea maarifa, unajiongezea uthamani wako. Hata kama ni kwenye kazi yako, unajiongezea uthamani wako. Ndio maana ukiangalia kwenye hivi vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, vyombo vya ulinzi na usalama, huwezi pandishwa cheo kama hujaenda kozi. Ni kweli ulifanya depo, ukamaliza, ukaajiriwa kama kuruti, ili uweze kupandishwa cheo. Hawawezi kukupandisha cheo ni mpaka uongezewe maarifa. Ndio ile wanasema ameenda kozi. Akienda kozi, akitoka kwenye ile kozi, ndo anakuja anapandishwa nini? Cheo. Wanasema ameenda kozi ya nyota, kozi ya nyota moja. Akitoka pale anaongezewa nyota ya kwanza, ili wakuongezea ya pili ni mpaka tena uenda kwenye kozi, ukitoka unaongezewa ya pili.
Maana yake ni nini? Ni mpaka wa kuongezea maarifa ili uongeze uthamani. Kwa nini wanampeleka askari jeshi akapiga kozi kwanza ya cheo kila anachokuja kukibeba? Ni kwa sababu kumbe ni desturi ya Biblia, maarifa humuongezea mtu uthamani. Maarifa humuongezea mtu uthamani. Kitabu hicho cha Methali sura 24 ule mstari wa 4 na wa 5, maarifa humuongezea mtu uthamani. Biblia inasema hivi, kwa maana inasema hivi, kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu. Kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vyote vya thamani na vya kupendeza. Kwa maarifa vyumba vya nyumba hiyo iliyothibitika kwa ufahamu hujazwa vitu vya thamani na vya kupendeza. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake unavyojiongezea elimu, unavyojiongezea ufahamu juu ya jambo fulani, unajiongezea uthamani kwenye jamii, unajiongezea uthamani kwenye ufalme wa Mungu, unajiongezea uthamani kwenye kanisa, unajiongezea uthamani kwenye ndoa, unajiongezea uthamani kwenye habari ya utafutaji, unajiongezea uthamani. Kwa hiyo maarifa ni ya muhimu na yamebeba siri ya mafanikio. Kwa nini? Kwa sababu yanaongeza uthamani. Yanaongeza uthamani, lakini pia huzaa fursa mpya. Sababu ya 4 kwa nini ujiongezee maarifa na kwa nini maarifa yamebeba siri ya mafanikio ni kwa sababu maarifa huzaa fursa mpya. Huzaa fursa mpya. Ndio ile sasa pengine ulikuwa na certificate, sasa umeongeza, umekuwa na degree, unapandishwa. Unaweza kutolewa sasa kwenye hicho kitengo ulichokuwa nacho, ukashangaa umekuwa mkuu wa kitengo, kwamba umetoa sasa kwa pale yale maarifa uliyoyapata. Sasa wewe wanakupa kuwa mkuu wa kitengo, kwa sababu wanajua kwamba una maarifa ambayo yanaweza sasa yakasaidia kile kitengo kukiletea miundombinu mpya, kukiletea ufanisi mpya, kukiletea utendakazi mpya, kukiletea kuendelea upya, kuleta maono mapya, kuleta nguvu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maarifa huzaa fursa mpya. Kwa nini ni lazima uongeze maarifa kwa mtu ambaye unatamani kufanikiwa? Ni kwa sababu maarifa huongeza fursa mpya. Maarifa huongeza fursa mpya. Lakini sababu ya 5, huleta ulinzi. Huongeza ulinzi. Unapojiongezea maarifa, umejiwekea ulinzi, usitanganywe wako kache uliko nako. Bwana Yesu asifiwe. Kweli tunakuombea ili Mungu akuendelee kukuweka hapo mahali ulipo, lakini pamoja na maombi tuachungaji tunaokuombea, mfumo unaweza kukutema nje. Maombi yetu na wewe umeendelea kungangana tu na diploma yako, umeendelea kungangana ka certificate kako hako liko nako. Sasa watu wanakuja wenye elimu kubwa, watakunyang'anya hapo ka cheo, lakini kwa kuwa pamoja tumekuombea, pamoja kwamba unamcha Mungu, lakini unakwenda kujiongezea maarifa, yale maarifa yanakalinda hako ka cheo kako, na maombi yakiwa ya Mungu yametangulia juu yake, yanaongezea na kale ka ufahamu ka elimu ambako unako kanaendelea. Katika kile kitabu cha Mhubiri sura ile ya 7 mstari wa 12, kitabu cha Mhubiri sura ya 7 mstari wa 12, Biblia inasema hivi, kwa maana hekima ni ulinzi kama vile fedha ilivyo ulinzi, na ubora wa maarifa ni ya kwamba hekima humuhifadhi yeye aliye nayo. Biblia inasema hivi, kwa maana hekima ni ulinzi kama vile fedha ilivyo ulinzi, na ubora wa maarifa, na ubora wa maarifa ni ya kwamba hekima humuhifadhi yeye aliyo nayo. Hekima maana yake maarifa humuhifadhi yeye aliyo nayo. Kwa nini uongeze maarifa? Na kwa nini maarifa ni siri ya mafanikio katikati ya maisha yako? Ni kwa sababu maarifa huleta ulinzi. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu maarifa huleta ulinzi. Tumishi wa Mungu utakubaliana na mimi kwamba hata kulea watoto, namna ambavyo wazazi wetu, babu zetu walilea watoto wao, kama ni mtu ambaye maarifa yako yanaongezeka, unaweza elewa kwamba juhudi walizozitumia kuwahimiza watoto wao kumshika Mungu sio juhudi unazotakiwa kuzitumia wewe kwenye kizazi cha leo kuhimiza watoto wako kumshika Mungu.
Wao walitumia nguvu ndogo, walitumia juhudi ndogo. Kwa nini? Kwa sababu hata vyanzo vya uharibifu wa maadili na tabia vilikuwa vichache. Lakini leo kwenye kizazi tulicho nacho, vyanzo vya uharibifu wa maadili ya watoto ni vikubwa sana. Maana yake kwa mtu ambaye unauelewa, unafahamu wa kutosha, inakupa kujua kwamba hata juhudi unazotakiwa kutumia kuhimiza watoto kwenye habari ya kumshika Mungu zinatakiwa kuwa kubwa, zinatakiwa kuwa nzito, zinatakiwa kuwa za makini ili wamshike Mungu. Yani kuhimiza watoto kwenye habari ya kumcha Mungu sahizi, unatakiwa kuongeza juhudi kubwa sana. Unatakiwa kutumia, yani wakati mwingine mpaka hata wanasema wakati mwingine hata kama ni kwa fimbo, ili waeleke wamshike Mungu. Ukitaka unielewe, unaweza ukasema mchungaji unazungumza nini? Kamuulize Eli. Kamuulize kuhani Eli. Kamuulize kuhani Eli. Kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura yake ya kwanza mstari wa 11. Muulize pana, naomba tupasome hapo tunapomalizia hapo. Kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura yake ya kwanza ile sura yake sura yake ya 11. Pale muda wetu unakataa kusoma, utasoma kwa muda wako katika kile kitabu cha Samueli wa kwanza. Habari inayozungumza habari za kuhani Eli. Ushuhuda wa Biblia unaozungumza juu ya habari za kuhani Eli, kwamba Biblia inasema kwamba alianguka akavunjika shingo akafa. Lakini kilichomvunja shingo, kufa kwa kuvunjika shingo, ilikuwa ni kuharibikiwa kwa watoto wake. Ndio kilichosababisha. Walitenda maovu, hakuweza kupata maarifa ya kuwakanya kwa yale maovu yaliyotenda. Ilimletea kuanguka, ilimletea kuangamia, ilimletea kupotea. Unaona? Kwa hiyo unatakiwa uelewe mtumishi wa Mungu kwamba maarifa yanaleta kudhibitika, yanaongeza ujasiri. 2, yanakupa kukuletea kudhibitika. 3, yanakuongezea uthamani. 4, yanakuzalia fursa mpya. Na 5, huleta ulinzi juu ya kile ambacho unacho. Kwa mfano, kama ukiwa na maarifa juu ya familia, juu ya ndoa, maarifa mazuri yanakupa kujua namna ya kumlinda mke wako asiingie kwenye habari ya hawa watu ambao pengine ni mapendeje, ambao pengine hutumia fedha zao kuharibu familia na wake wengine na wake wa watu. Kuingia, kama unachua una elimu ya juu ya habari ya kumsaidia mke wako asiingiliwe, asitekwe na tamaa ya mambo ya kimwili, mambo mengine haya, kupitia elimu itakusaidia. Kwa hiyo sehemu yetu ya 7 ambayo tunaiangalia katika siri ya mafanikio kwenye somo letu ni kuongeza maarifa, kujiongezea maarifa. Na umeona nimesema katika kujiongezea maarifa haya, ujiongezee maarifa ya vitu mbalimbali, ujiongezee maarifa ya vitu mbalimbali, na si tu kwa ajili ya vitu ambavyo ni kwa ajili ya kuajiriwa kwamba utunukiwe cheti. Wewe jiongezee maarifa ambayo yatakusaidia hata kwa ajili ya kutawala na kumiliki na mazingira yanayokuzunguka. Mfano, elimu ya jamii, elimu ya malezi ya watoto, elimu ya ndoa, elimu ya ushauri, elimu zingine nyingi, kulingana na ambavyo Roho wa Bwana atakufunulia wewe, ambavyo utapata kuongeza hayo maarifa. Basi tutakuwa tunafikia mahali hapo kwa siku ya leo, na hii sehemu yetu ya 7 itakuwa inaishia mahali hapo. Naomba nimshukuru Mungu kwa ajili yako mtazamaji wangu unanitazama wa Sibuka TV pamoja na Lindi FM. Kukumbusha kwamba ninaleta mafundisho haya ni mchungaji Boniface Steveni, natoka kanisa la EAGT Bujola Kisesa Mwanza. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, mfalme, Mungu mwema, asante kwa kuwa tena umehudumia watoto wako kwa namna ya pekee. Tena umesema juu ya habari ya umuhimu wa kuongeza maarifa kwenye maisha yao. Ni kwa namna gani ambavyo maarifa yanaleta wao kufanikiwa kwenye ufalme wako na kwenye maisha yao ya kila siku. Yesu, mfalme uzima, wacha neno hili likafanyike mbegu, likawatunze, likawalinde. Baba, ninakushukuru kwa kuwa umekuwa pamoja nasi tangu tumeanza mpaka tunamaliza. Heshima na utukufu vikurudie wewe. Ni katika jina la mwanao Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki.